leta kwanza hapa sasa $50. Nikamarshande ndapata 80 kwa sawa, leta zote. Wakanipatia ile siku makapsule akose 200. Nilipozimaliza kuzikunywa, olie nipone, zikanikreye modesto. Nikarudia sipone, magonjwa iko pale pale. Unaweza kusema hata nikalispansere, ngoni yende sasa kwa hospitali general. Unaenda wanakugulika masero, unarudia magonjwa iko. Unasema hapana, hapa nao akose lako chini, ngoni yende kusimake ndio kwenye Google teknolojia yule. Unaenda kusimake wanakugulika nao vingine, unarudia kunyumba magonjwa iko. Unajua tatizo ni gani? Usiwaze kwamba haukutana na waganga wako, lakini walishindwa kugundua fungo la magonjwa yako. Tuko pamoja? Unaweza ukarudi nyumbani ukakutana na mzee mmoja wa asili hapa, anakuangalia, anakuambia ngoja nikupe njia. Majani hilo naipiga mara mbili. Sababu gani? Sababu mzee alijua fumbo la magonjwa yako liko wapi. Anapolifungua basi magonjwa yanaisha. Mungaji wetu hapo usi. Ndio maana mwalimu anatuambia matatizo tunayoipitia katika maisha yetu inajengwa juu ya kutojua fungu la maisha yetu. Kila mtu atakapofungua lile fungu la maisha, basi maisha inaenda. Kama ni ukosefu na usugu, unaishi. Kama ni magonjwa na usugu, inaishi. Tuko pamoja? Maana Mungu hakutengeneza ukosefu. Mungu hakutengeneza mtu wa kulialia kila siku. Mungu anahitaji sote tuwe watu wa kujiweza. Muumbaji wetu hapo sifa. Alafu hii ni kwa upekee, lakini pia tuelewe kwamba Kongo na Afrika, dunia yote mzima, matatizo yako mengi. Hata kwa hao wajamaa wanaojiita kuwa ni wazungu, nao wana matatizo. Unaweza wao hawana, wana matatizo makubwa. Ukipenda ujue, uangalie Wahindi jinsi wako wanakuja kuzungulusha makaserole hapa na matermose mkartie fasi yote, tena wanaipana kwa deni. Tuko pamoja? Sasa wale watu wangekuwa hawana matatizo, wangetoka kwao na machungu pia kuzuzisha huko. Iwezekana. Ndio maana tuelewe kwamba matatizo iko Kongo, matatizo iko Afrika, matatizo iko katika dunia mzima. Na mwalimu wa taifa, nabii wa kizazi hiki anasema kama matatizo iko Kongo, kama matatizo iko Afrika, ni kwa sababu bado funguo watu hawajaijua. Tuko pamoja? Funguo bado hawajaijua. Wakongomani watakapojua kwamba funguo ipo ya kufungua Kongo na wajiaproprie hayo, Kongo inasimama na matatizo. Tunapoteza muda. Leo tuko Canada, mkope combien? Cop 30. Kila mtu ajaze. Cop 30. Tuko Canada leo.
majuzi Doha, tulienda Doha, tunatoka Belgique, tulienda Belgique, tunatoka Etats-Unis kutafuta funguo ya kufungua Kongo, wakati funguo iko hapa. Mwimbaji utapewa sifa. Alafu tunaambia Wakongomani hivi, niudilie, hii ni kauli ya nabii, haiko yao. Ufunguo mmoja unaweza kufungua nyumba nzima. Kwa hiyo ufunguo mdogo au ufumbuzi mdogo unaofikiriwa sana au vema unaweza kutatua matatizo makubwa. Matatizo tunayopitia Kongo na Afrika ni kwa sababu viongozi wa siasa, viongozi wa dini, viongozi wanasayansi, wote kwa ngazi zote hawakujua funguo iko wapi. Tuko pamoja? Wamama tuko pamoja? Wababa tuko pamoja? Kongo haihitaji parti politiki nyingi. Kongo haihitaji makanisa mengi. Hapana. Maana makanisa hazikuweza kutunyangula ili tupate kweli. Makanisa hazikuweza kutuunga pamoja ili kutufanya kuwa taifa moja lenye nguvu, lenye uwezo, lenye mamlaka. Kanisa ilishinda, maana haikujua funguo iko wapi. Kuliko kutuunga pamoja kuwa taifa moja lenye nguvu, lenye uwezo, lenye mamlaka, makanisa zimetugawagawa. Makanisa zimetufanya ndani yetu kuwa wa Kefa, wa Paulo na wengine sio wa nani. Hiyo ndio makanisa. Tukitembea mjini hapa Goma, tuache Kinshasa nafasi nyingine, jumisi ya Kitabu. Tutakutana kanisa la Wahunde, tutakutana kanisa la Wanyanga, tutakutana kanisa la Watembo, tutakutana kanisa la Wanyanga na la wengine. Nasema bongo? Alafu kitu kama kile inaweza kuwa funguo kwetu? Siasa nayo vile. Kwenye siasa ndio kwetu nasikia wanotable wa Nord Kivu, wanotable wa Sud Kivu, wanotable wa Maniema, wanotable wa Kinshasa. Yaani ule notable ndio anabeba wengine watu nyuma yake wote. Nimekusema tukue na leader Pan-African. Tumisha mkasi. Tukue na leader mnataunga ngao wa Kongomani wote na kuwabeba kwenye kusudi la Mungu. Tuwe mkosi. Tuko pamoja. Ndio maana mwalimu anasema sasa, kwa sababu ule leader politiki hayuko, ule leader religieux hayuko, tuelewe kwamba Mungu na mababu zetu wameleta funguo. Mungu na mababu zetu wameleta funguo ya kufungua Kongo, ya kufungua Afrika, ya kufungua dunia yote. Hata kwa Trump watu wanateseka kule. Wala ambao wataenda kuwafungua ni wewe, ni mimi.